Poleni sana ndugu zangu. Asante. Tumekuja moja kama watumishi wenu, wafanyakazi wa halmashauri, kwanza kuwapa pole sana kwa haya yaliyotokea jana, pamoja na kuwapa pole. Mheshimiwa DC atafika wakati hapa, ni sisi kwa sababu ndio watendaji wa halmashauri na nyinyi ndio wenzetu tukafanya hizi kazi, tukasema tuwahi kufika kwenu, hasa tuje tuzungumze, wape pole, tuzungumze mambo ya msingi kidogo. Hatujapita kwenye majengo, tukasema lazima tuanze kuangalia afya za wananchi wetu kwanza, sababu yale tayari yashatokea. Tutaendelea na utaratibu wa kupita, tupite tukaona cha kwanza. Haya ndio taratibu za serikali. Tulikuwa tunapata idadi kwamba kaya 45 zimepata athari kubomolewa nyumba zao, lakini idadi ya watu ni 132 kama sikosei, kwa mujibu wa wataalamu wetu ambao tayari wameshaanza kufanya kazi watendaji. Sasa tulikuwa tunaangalia, tuongea na mwenyekiti, wakati sisi tuendelea kupita kwenye majengo, tuone kwa haraka kwanza kwa kimbilia. Tunajua athari ya kwanza taarifa tulizo nazo, wengine nyumba zimezuliwa, zilikuwa na vyakula, mvua inanyesha. Kwa hiyo kikubwa cha kwanza watu hawana vyakula. Nafikiri ndio hilo la kwanza. Hawana vyakula, wengine wameumia. Madaktari wapo, atamcheki mmoja baada ya mwingine hapa. Atakayeonekana anahitaji matibabu atapelekwa pale hospitali, atatibiwa. Ionekana na unafuu atarejeshwa. Ila hayo ndio ya kukimbilia. Sasa tunaangalia na mwenyekiti hapa, tumejadiliana tuone utaratibu wetu kama halmashauri, kwa sababu na jambo la ghafla, lakini tuone namna kupata vyakula. Sasa tunataka tushauriane na mwenyekiti hapa namna kila kaya itapata. Mmoja alikuwa tunaangalia je, watu wanakaa wapi. Mwenyekiti akatuambia kwa utamaduni wa Kiafrika ambapo uko kote, ndio mwenzako akipata shida huwa tunakimbiliana. Hiyo nyumba ndogo sio ndogo, nikaambia kwamba wengi walikaa kwa majirani, ambao nilizunguka tunusuru wakati majengo yanabomoka, wakatupa afya uzima, lakini uzima huu sasa tunataka watu wale. Uzima lazima usiende kama watu hawezi kupata chakula. Kwa la kwanza mwenyekiti tunafikiri tunataka tuanze kushughulikia swala la chakula. Na tupo hapa. Sawa. Leo tushughulikie swala la chakula, tutagawa timu waenda kushughulikia chakula. Sasa tulikuwa tunaangalia namna ya zile kaya kwa sababu zinajulikana, watendaji washaorodhesha, tuanze kugawa chakula kutokana na kila kaya moja na watu wangapi. Sawa. Kila kaya moja na watu wangapi. Ndio. Poleni sana ndugu zangu. Asante. Lakini niwasikilize na nyie kama mna neno, kwa sababu sisi tukija tu hatuwezi kuja. Yule anayokuwa ameathirika mnaweza kama na ushauri. Ule ushauri na sisi tuunganishe tule nayo, mwenyekiti nafikiri itakuwa ni jambo jema. Alafu tuwe na jambo la pamoja wote katika kustiliana. Hapa kuna neno la ushauri mnataka mtoe, toeni ili tuanze wengine wakimbia wakaanza kushughulika na hilo. Kwa hilo mimi nishukuru, unaona maana unga umiloa kila kitu. Kwa hiyo iendelee na huo mchakato angalau tupate uji. Alhamdulillah.